pamoja. Yesu na wewe Baba, na wewe katika safari yangu tatembea pamoja. Nikupiga makofi hivi pole pole. Pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe. Amen. Basi Bwana Yesu asifiwe. Omwana Yesu abaku. Hebu tusalamiane hivi pili. Tukwana ni asembeo. Nataka tutoe mawazo ya kwamba leo tuko kwa ibada, hatuko kwa matanga. Vile Apostle baba wetu alisungumusa na akasema ya kwamba leo tuko hapa kwa ajili ya kufanya ibada ya nguvu kabisa. Ya kwamba ujue ukiwa hapa tuko na malengo mawili. Hata kama umetoka mbali uwe na matarajio. Kwamba wewe pia ibada ya leo Mungu alipanga upatikane hapa leo. Wakati nguvu za Mungu sitashuka hapa uwe sehemu ya wale ambapo wataguswa. Amen. Chako yalo kataka gigionge. Yani namaanisha tulianza kuhubiri kitambo hata bila microphones. Kama pastor Apostle umesema tunachapa na mkono na keyboard ya mkono. Amen. Anointing ilikuwa inashuka. Anyway imekuwa, piga Yesu makofi. Amen. Amen. So nataka nimshukuru Apostle Rogers pamoja na Apostle Enoch ambapo Mungu amemneemisha na akafika hapa. Ngumwake Apostle Rogers na Apostle Enoch nyasa amenyaro ikasaya na watumishi wote ambapo wamekuja pamoja na waimbaji na washirika wetu wote wa Ambo Deliverance Kiogoro. Na bakole ribonsi na bateri ribonsi na bashirika Ambo Deliverance Kiogoro. Na hata wale ambapo wametoka katika Kenyoro na wako hapa leo. Na bali baba seke Kenyoro barasaya lero. Kwamba Mungu awabariki na awatende mema. Nyasaye abasiseni kegima. Na wote tuseme amen. Na bonsi totebe amina. Jina ni Pastor Janes Success, nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana. Janes Success ni mtorigete Kristo no monene. Ni mmoja wa signatory wa Ambo Deliverance. Na huyo mobo wa babwatanira Ambo Deliverance. So tukiwa hapa tuko nyumbani na tutabarikiwa pamoja. Ekeretora sayo turinka na leo tukashikoseni wa asobu amo. Roho wa Mungu amenipa ujumbe ambapo itakuwa ya baraka sana kwa sisi wote. Omulikunya sayo ngere uchumbe ila chikoba yoseni wa asentu 20. And I want to talk about standing in the gap. Standing in the gap, very important. Na kama uko na Biblia nataka usome kitabu ya Ezekiel chapter 22 and verse 30. Ezekiel 22 mstari 30. Kwa Kiswahili inasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na nche nkaligi omonto katikati yabo oyora rosi enka na kusimama na gotenena na kusimama. Jesus. Mambo ya digital, but God will help us. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao na nche nkaligi omonto katikati yabo atakayelitengeneza boma ora rosi enka na kusimama mbele sangu mahali palipo bomoka na gutenena asende asali atagukire kwa ajili ya inji nisije nikaiharibu asenge njo yense elitincha ko yesali lakini sikuona lakini tinche tikorora. Amen. Amina. Another verse is in the book of 2 King chapter 6 and verse 9. Kitabu kina Baruti ya Kabere 6 verse 9. Kama unaandika utaandika na kama uko na Biblia pia ufungue utaconfirm itakuwa vizuri. Wanye gukolika na bukolika na kubatebuku nabo okoligereria ekitabu yekyo. Na Mungu anatubariki wote katika jina la Yesu. Na Nyasaye na tsimtwensi asirite ya Yesu. Na Wafalme wa pili 6 mstari wa 9. Abaruti ya Kabere isano nemo mstari okianda.
kusema jihadhari. Usipite mahali fulani. Usipite mahali fulani kwa sababu ndiko wanakusukia Wasami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu. Na kuadharishwa akajiokoa nafsi yake si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Samu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, amutanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mojawapo wa watumishi wake akasema, la bwana wangu. Mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli umwambia mfalme wa Israeli maneno maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Basi akasema, enendeni mkamwangalie aliko nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akawaambia ya kwamba tazama yuko Nodhani. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa, wakafika usiku wakauzingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe wanajeshi na watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Na mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyaje? 16 akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Verse 17, Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi ufungue macho yake apate kuona. Bwana akafungua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama kile kilimo kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Amen. Wote tuseme amen. Sijasikia, nataka nisikie yote tuseme amen. Tuseme amina kwa ajili ya andiko hilo. Nataka kuzungumza kwa ufupi sana kuhusu kusimama kwenye pengo. Sisi wote ambao tuko hapa kwa sababu tumeokoka na tunampenda Mungu, inastahili tujifunze kusimama kwenye pengo. Kila mtu ametoka kwao nyumbani na kuna sehemu mahali penye ametoka. Nikisema kusimama kwenye pengo, inastahili uchunguze na uone kusimama kwenye pengo inamaanisha nini. Katika kitabu cha Ezekiel mahali tumesoma, Biblia inasema very clear. Mungu mwenyewe anazungumza kwa sauti ya nabii akisema kwamba anatamani na anatafuta apate mtu hata mmoja mwenye anaweza simama ya boma yao. Nyasawe awokwa na wetera senje lyo monta ajana gotoka na atena seri baga lyo. Kusimama kwa pengo ni both. Utenena aseri baga nonsi. Both spiritually and physically. Kemoika na kiroho na kimwili. Semoika na kemolele. Yote pamoja inastahili tuende pamoja. Twensi toka nilikwenda sobwamo. Mbona tunasimama kwenye pengo? Ngitote na seri baga. Kusimama kwenye pengo kwa maombi kwa ajili ya maboma zetu. Utenena seri baga senje ya masaba senje ya sisi wote tumekubaliana na tumeamini ya kwamba hakika kuna maadui. Twensi ntogwana na tokachenanga ababisambaro. Babu maadui hawangekuwepo aingeandikwa kwenye Biblia. Nende kabisa tarengo ndale kwa sebuku. Kutoka mwanzo wa Israeli wote walikuwa na maadui. Korwa Omochokoro na Waisraeli wonsi mbabata babisa. Maadui ya Waisraeli walikuwa Wafilistia na Waamalek na Waamoni. Ababisa Waisraeli ngaba Filistina na Waamalek. Hao walikuwa ni maadui ya Waisraeli. Ngobarenga babisa Waisraeli. Kwa hivyo nimekuja nikuambie kuna umuhimu wa kusimama kwenye pengo kwa ajili ya familia yenu. Uye nacha wote vinga engenchonewe wote aseli baga sengenchoenka yenu. Na wote vile tuko hapa katika kitabu
inasema na chonsi metorake tabia matawi yote wanga chochote ambaye watu wawili watatu wamekubaliana hapa ulimwengu kende ba wena senseye wakifunga na hata mbinguni inafungwa akereba sibire na igoroni yego siba wakifungua na hata mbinguni inafunguliwa akereba igoroni na igoroni yego igorerwa kanisa tuko hapa ili tusimame kwenye pengo kanisa tora tena seribaga tusimame kwenye pengo kwa ajili ya maisha ya pastor wetu tetene na seribaga senjoba kwa pastor tusimame kwenye